Wewe, Tati. Wewe njoo hapa basi nakuita hapa. Muda wote nakuita wewe, unisikia? Au ndio shota mapembe unajikuta unapenda sana shule. Hebu mwenyewe kwanza leo ile naona kama unataka kuleta masiala. Lete basi. Wewe. Vipi mbona kama unachukulia poa? Shika chafu wako. Wewe mambo shule hapo shule hapa. Vipi hiyo unafanya ujinga. Afu una hela hapo mfukoni wako hapo. Nakuuliza una hela? Sio umeshika hizi, umeshika. Lete. Wewe. Lete hivi, bachia. Wala ndio wapazwa pale, ubabo. Kumbavu hapa. Atina ule wako. Vipi wewe na umetoka wapi wewe Usangingi? Mbona ndo Usangingi wewe mtoto? Mimi sio mshamba afu nakwambiaje ujue kwenye 18 zangu zake jichanganya yote na kuja nikasue mtu ujue tupatie ni makezo kwa shuleni huko msifagili vigeuzo wewe ujue. Umesikia nikwambie. Mara nyingine utakapomuona huyu mkalie mbali. Usije ukanipeleka mahali pabaya ujue. Acha taarabu wewe. Patrick, naomba hela zangu. Hela gani? Kama umechukua hela, leta hizo hela. Achukua na hela. Acha taarabu wewe. Wewe hela hizo. Leta hela hizo. Uje ndio kumind huyu. Leta hela. Leta hizo hela. Umenishika. Leta hizo hela. Umemkuja mwanga. Wewe umejikuta nani na mtoto alafu mimi naweza ujue. Na mimi muuni kitambo. Wewe afu ndio naweza hapa hizo hela sio kwamba na hapo ujue. Sasa hizo. Sema nini nikwambie kitu, ujue. Wewe utajichanganya kwenye 18 zangu utakuja nikupasue, tubie tuende na matatizo ujue. Osea, sikia nikwambie, umesikia? Popote utakapomuona ufanya kwa kumkalia. Wewe utamwamba? Afu wewe demu nimekumind sana ujue. Utajichanganya kwenye 18 zangu. Marisa. Nini shida? Amna, ila nataka kukuambia tu asante. Wala usijali, maana kwa sasa wewe ni kama ndugu yangu. Wewe ndio rafiki yangu pekee. Sina rafiki mwingine zaidi yako wewe. Ende kwako ni kawaida, ila kwangu sio kawaida. Kila wakati nikiwa kwenye matatizo, wewe unakuwa kwanza kunisaidia. Sijui ni kwa nini, lakini nakushukuru sana. Ile lisikupe tabu. Yaani mimi na wewe ni marafiki, kwa hiyo sio mbaya wote kukusaidia wewe. Sijategemea kukutana na rafiki kama wewe. Yaani kiukweli ni moyo kipekee sana. Kwa sababu watu wengi sana shuleni wananitenga. Lakini wewe umekuwa karibu yangu kila wakati. Kweli kuna wakati unanifanya nafikiria kitu lakini naogopa. Kitu gani tena hicho? Unaikawa sio muda sahihi kukwambia, lakini ni miaka mingi mimi nimejuana na wewe. Ni mwaka wa pili sasa. Marisa, kikweli mimi nakupenda. Naomba unisamehe kwa hivyo nilipokuambia. Unakaa nimekukwaza.
unanipenda. Hata mimi nakupenda sana. Unajua sisi ni marafiki. Tunatakiwa tupendane zaidi ya ndugu. Yaani nakuona wewe kama mdogo wangu. Yaani hata mimi nakupenda sana. Marisa, mimi sina maana hiyo. Sasa utakuwa na maana gani? Namaanisha nakupenda kimapenzi. Yaani unanipenda kimapenzi? Ndio Marisa. Tatiana, kumbuka mimi na ni wanafunzi. Kwa hiyo si jambo jema mimi na tukana mahusiano. Kwa mfano fikiria, ikatokea bahati mbaya mimi nimekupa mimba. Si tutakuwa tumeharibiana ndoto za kwenye maisha yetu. Hivyo mimi nakuomba achana mambo ya mapenzi. Focus sana na mambo ya masomo. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo. Mambo ya mahusiano atafatia, mana mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, ilo halitawezekana. Mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, ilo halitawezekana. Subira jambo la heri, usiyekurupukia mapenzi. Vumilia, usichanganye shule na mapenzi. Wewe nasoma kwanza, mapenzi utayakuta. Uwe Tatiana. Shikamoo kaka. Mara vipi? Mbona umechunda hivi, unaonekana kama umenyeshewa wakati jua kali ya saa hizi? Hapana. Hapana nini? Ushapanya pumbavu wako shule? Hapana kaka. Sasa hapana nini, kuna nini? Kama mna kitu basi nenda ndani. Mbona umenisimamia hapa mbele afu umekaa kama kuku aliyodondoka kwenye maji? Umepoteza hela. Afya chakafiana, unasikia? Umri unapotezaje hela? Wewe umeelewa au? Mimi sitaki masiara, unanijua kwenye hela nilivyokuwa mkavu na nilivyokuwa chekeshi. Hebu kwanza nipe hiyo ya mandazi, sio kwanza tia uje. Wana kushaanza kuchanganya. Nipe hiyo ya roza mandazi. Umeondoka deli ikiwa zima, sasa hivi unarudi umebakia mandazi mawili. Nipe hiyo pesa. Nilipata nilipia mtihani. Nimepokonywa. Yaani pesa ulizouza haya mandazi ambazo mtaji nimekupa mimi. Nimehangaika mtoto wa kiume, nimekesha kabisa. Mpaka asubuhi nahangaikia mdogo wangu upate mtaji, uuze mandazi, afu ukipata hiyo hela tukae chini tupange bajeti. Umefanya mambo yako. Kauza, kamaliza, ukachukua hela ukajigaia mwenyewe. Alipia mtihani wako, ambao huo mtihani unaweza kurudi na zero au saili chochote. Hivyo baki naambia nimeipoteza. Sasa sikia. Naomba unipatie hela.
Tafadhali. Sitaki kufanya kitu kibaya. Nitabadilika hii sura ambayo unaiona sasa hivi. Nitakuchenjia. Kaka naomba nisamehe. Sasa sikia. Nataka unipatie hiyo hela kabla sijabadilika sura hii unayoiona. Tiana. Sometimes I'm a man and sometimes I'm animal. Don't dance like the transformer. Kama mwebani waya, nitakuunguza Tatiana. Naomba pesa. Naomba hiyo hela. Sitaki masiala kwenye pesa. Unajua unavyopambana na kuhangaika. Hauna baba, hauna mama. Mimi ndo baba yako na mimi ndo mama yako. Sasa kama hujui umuhimu wa mzazi, unataka labda nikupe laana, hasa hivi ukote makopo mtao. Naomba yeye. Nataka pesa yangu. Hii sura unayoiona ikibadilika tena, nitakuonyesha utofauti wa hii dunia. Naomba hiyo pesa. Naomba nisamehe kaka. Na nijua vizuri Tatiana. Naomba pesa uliouza mandazi. Sitaki masiala kwenye hela. Ayo, wewe. Una akili vizuri. Pesa yangu mimi. Wewe ndio nifanya kitu gani mpaka nakupa hela ya mtaji wa mandazi? Oh. Pesa yangu iko wapi? Sikia Tatiana. Nitakunyonya maki sasa hivi kama hiyo pesa sioni. Pesa yangu iko wapi? Alice. Hapa nikikupiga nje, kipigo unachotaka kupiga na kupiga kipigo cha kadi nne. Hapa moto ule. Na sasa kwa taarifa yako, hiyo taarifa nakupa. Tatiana umeyakanyaga kuanzia leo ulipoingia hapa saizi. Hautoruhusiwa kula kitu chochote wala kunywa kitu chochote. Hapa ni kufanya kazi kama punda mpaka siku 3 zipite ambazo mimi nihakikishe hiyo hela uliyopoteza imerudi. Na haya mandazi uliokuwa umerudi nayo, unajua ukifika si utamimina chai utayatumia. Ndio haya sasa na yasaga. Una siku 2. Asubuhi mchana jioni, asubuhi mchana jioni. Hakuna kwenda shule na hakuna kula chochote. Mpaka nihakikishe gharama za hiyo pesa uliyopoteza zimeishi. Unguni wewe. Unafikiri na kirahisi? Na kwa taarifa yako hamna kupumzika hapo. Chukua vyombo uvifue, uchukue na hayo mashuka na nguo zote uzioshe. Upige deki na uhakikishe na pale godoro unalipiga vumbi na huko buibui zote uzimalize. Na usije ukategemea kama kuna chakula cha mchana hapa. Funga tumbo, lala. Tutajuana siku 2 zijazo. Shuba miti wewe. Wewe ni chizi wewe. Yaani wazazi wenyewe huko waliko wanajua mwanetu tulimwacha na kitu. Wewe mwanga nini wewe? Shogangu kwanza pole. Sasa ndio mwenyewe. Kako na roho mbaya. Sio panga kwa. Hapana. Anatoka muda mrefu kidogo. Kaka yako na roho mbaya. Anashinda hata kukujali wewe dada yake. Mtu wawili tunashinda kukujali na kupiga ovyo, anakuumiza. Mimi mwangalia tu kaka yako ana roho mbaya. Kaka kifupi ana roho mbaya. Huko mtani anamsema tu vibaya. Anakunyanyasa kaka yako, ashinda kukupa chakula. Nimemsikia maneno yake alikuwa anaongea. Hakupi chakula. Unafanya kazi kama mbwa. Ndio maisha mnaishi hapa. Lisi. Usimsemee hivyo kakaangu. Mimi naogopa sija kaja paka tukuta tena. Unaogopa kakako? Mimi nakwambia ukweli, watu wanamsema vibaya huko. Wanakuja kuogopa sijui kakako anakunyanyasa vile. Na umekubali tu ti kakaangu na unaogopa kakako. Mimi simuogope hata aje hapa sasa hivi. Lakini najua kama unamfahamu jinsi gani ali. Mwenyewe unamuogopa, unasema tu kwa vile hayupo. Shida sio kumuogopa na kunyanyasa na kupiga hata kuumiza. Mwisho sikata bila kuua hapa. Kesi inaangukia kwa kwetu sisi hapa tumekaa tunashindwa kutusaidia.
Angalia wewe alivyokupiga, wewe amekupiga nikuumiza. Sisi tulikuwa na tumeshindwa kutoka kuja kusaidia. Angekupiga hakuumiza, hakuua. Kesi ingekuja kutuangukia sisi. Unafikiri angebaki hapa? Singekimbia. Anaogopa hata yeye pia, alikuwa na serikali anaogopa. Lakini unamwendekeza kisa kaka yako. Kisa anakusomesha, sijui kupata madaktari. Basa, mimi hapa nimekataza kwenda shule. Kwa hiyo leo unafanya nini? Kwa yote. Hadi shule usiende. Asabu mbona baki kufanyaje? Kukaa tu. Mama, ikifundisha shuleni ndio nimefundishwa nini? Ili niweze kulisomea. Siku mitani niweze kufanya vizuri. Nakuomba usifikiri yangu. Basi sawa, kaka atakuja kukupiga vibaya, atakuumiza, acha kumwendekeza. Baba, naondoka. Sawa. Maresa, mimi umenipisha barabarani, umeshinda hata kunisalimia. Hapana, mimi sijakuona. Maana nilikuwa natembea na mawazo sana. Ungeniona? Ndio sijakuona. Basa, mzima lakini. Unanipikwa vipi? Mbona siku hizi sikuone shule? Una matatizo gani? Amna, kuna changamoto tu kidogo, ndio maana sihudhurii masomo. Changamoto gani tena hizo? Kakangu amenikataza kuja shule kwa sababu kuna hela ambayo nilipoteza na nyingine nililipia ada mtihani. Alikasirika sana. Pole sana Tatiana, lakini ungejaribu kuwashirikisha walimu wakajua na kusaidiaje. Maana unavokaa kimya hivyo, wao kule wanakuandikia ni mtoro. Hapana, siwezi kabisa. Nishakwambia nimekatazwa kwenda shule. Basi sawa, nitajaribu kuambia ruhusa. Nitawaambia walimu kuwa unaumwa, lakini afanye jitahidi ndani hizi siku 2-3 ushahudhuria shuleni. Sawa, nashukuru kwa hilo. Lakini naomba unisamehe sana. Sawa, wala usijali. Basi sasa tutawasiliana. Sawa Maresa, kwa makini. Mimi niko chuondoke, mimi nirudi nyumbani. Kwa hiyo na mimi nitaenda nyumbani, lakini wewe unakuja kila saa jamani. Yaani wewe huji kwangu mpaka leo uone shida na unakuja kwangu. Hata usijali, nitakuwa nakuja kipenzi.
shoga yangu kwa Yesu. Wewe vipi hapa sasa? Wewe mimi nakuuliza natikisia kichwa wewe boyebo au sio? Nakuuliza hapa unafanya nini? Nakuuliza natikisia kichwa wewe boyebo au nini? Nakuuliza hapa umefuata nini? Na ni saa ngapi sasa hivi? Jioni au sio? Hapa unafanya nini? Kuuliza unajibu. Neno najibu. Hapa unafanya nini Tatiana? Amna. Kwa hiyo umetoka nyumbani, muda wote upo na shoga yako mnapiga umbea mnasengenya watu. Au sio? Okay, ulikuja kufanya nini? Mimi nimeamka pale nilikuwa nimejilaza. Naamka na kuangaikia na kuangalia najua labda ushapika kichakula kimeiva nile, wewe haupo au uonekani. Alafu huko kwa mashoga zako umekuja kupiga umbea. Unamjua huyu mtoto huyu? Udada na tabia mbaya na chafu na zinanuka, mimi namjua. Udada shaka kumtongoza mimi. Ndio maana kanioa akakimbia, mbona hajasimama? Namjua fika. Na wewe nishakuzuia habari za mashoga. Nisikilize vizuri. Sawa. Wewe ni yatima. Yatima siku zote adeki. Hivi vitu unavyofanya, hata kama marehemu wazazi wako wangelikuwepo, wasingekubali mtoto wa kike unakuwa pashkuna. Unakuwa una mdomo mrefu kama chuchu ya ndizi. Kila sana mashoga zako mnaongelea vitu. Naomba usiwazungumzie wenzangu vibaya hivyo. Wewe. Nisikilize. Naitwa Bandidu Doregumba Mnyama. Mkojo wa chui jasho la simba mati ya nyoka. Na utambo kama lugafu nyongo ya mama. Nachukia kuwa unaongea sauti yangu ya gharama afu unaingiza kisauti chako cha nyenze ambacho kinaniharibia masikio na retina zangu za macho. Nisikilize vizuri. Swala la kutoka nyumbani ukaacha kazi kibao. Mimi nimelala zangu mwanangu, nimechili, nimetoka magetoni na amuka najua ushapika, ushafua, ushapiga deki, ushapiga gului juu, ushabanguza kila kitu kimejiandaa pale. Na kutamna lolote ulilofanya. Hilo ni kosa kubwa, bora hata ungemuua mtu kuliko kosa kama hilo. Na leo nimekuzuia kwenda shule kwa maana kwamba ukae pale nyumbani, ufanye vitu vya kufanya usafi magetoni, upike, upakue, ufagie, upige deki. Wewe kama mwanamke ufanye kazi za nyumbani, upate akili ya kwanza kutoka hombo. Kila siku watuletea zero kwenye mitihani. Unaona shule haikufai, wala hauna utakachotuletea, ila ni kuharibu hela tu. Siku nyingine uruhusiwi kutoka pale nyumbani kupiga hatua. Ikiwezekana utakwenda chooni, unaniomba ruhusa. Unaelewa vizuri? Lakini kaka unanielewa. Ukajua. Sikia. Unanijua. Bandidu Doregumba Mnyama. Mkojo wa chui jasho la simba mati ya nyoka nyamtambu kama lugafu mimi na nyongo ya mamba. Nitakuua. Nitakuua Tatiana. Haya. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia, mana mapenzi na shule nachojua haya. Vipi tena? Mbona mabarabarani? Vipi mwanangu, uliingia shule leo? Ndiyo niliingia. Teacher dada anaulizia kweli? Hapana, hajakuulizia. Maana leo kwenye hapakuwa hata na jambo. Tuliingia tu darasani hatukusoma. Na sasa hivi unaelekea wapi? Mbona kama unazurura sasa leo unakoelekea mzee?
Mimi nilikuwa naenda kutafuta mboga hapo. Si unajua tena mida yenyewe ishakuwa mibovu. Alafu kuna misha kama nikupange mwanangu. Mishe gani tena hiyo? Relax, mchezo wa kawaida tu mzee. Si unamfahamu Mariam? Mariam? Yeah. Yule tunasoma naye darasa moja? Mwenyewe. Hapo tunasoma naye kila siku mzee. Kafanyaje? Relax. Nilimpanga juzi. Ndio maana jana sitatokea kiskuli. Kesho nataka nikutoka tu kwenye kipindi mzee. Niingia naye pale mtaani kwako pale. Sijakuelewa vizuri. Unataka uingie naye mtaani vipi yani? Ndio sielewi hapo Maresa. Nikesho mtoto kaingia kwenye 18 hivi. Kwa hiyo kanizamia naye pale getoni kwako mzee. Nataka unazimia geto niingie naye pale mtaani kwako. Lakini James, wewe na Mariam si ni wanafunzi? Sasa mbona mnakuwa na mambo ya ajabu ajabu? Alafu kingine, vipi watu wa mtaani macho yao wakitutazama namna ile na nyinyi mnafanya ujinga wenu? Si utaniweka matatani mimi? Maresa, relax. Swala kawaida hilo. Wanafunzi wa nini? Wanafunzi niachie mimi na Mariam mzee. Nataka niingie pale nijipigie zangu mipasi nimalize mzee. Hilo haliwezekani babu. Labda ungeniambia una njaa unataka tupike tukale huko. Lakini sio mambo ya kuingia na wanafunzi ndani babu. Acha kufanya mambo makubwa mzee. Mambo ya kawaida sana hayo. Alafu mbona kwa maisha yako ambayo umeishi mkoani mzee? Hapa tuko town mzee. Maisha kawaida sana haya. Kawaida sana mzee. Acha kukuza mambo mzee. James, hilo jambo ni hatari. Mbona unataka kuniweka katika lawama? Sema nini fresh? Anakuja saa ngapi? Mapema tu, mimi sikupata muda mrefu. Mimi muda mchache tu na malizo zangu mzee, mimi napita zangu hiyo. Sawa. Sema nao punguze bwana, umezidi. Hamna noma, usifeli mzee, usifeli. Ila punguza mdogo wangu. Toka huko mzee, maisha mkoani aache mkoani, ushaingia mjini. Chana maisha hayo mzee. Sawa. Naenda kuchukua mboga basi hapo. Msikilize. Mimi nakuhurumia na kupozea injini kidogo na imwagilia maji na poa. Najua mdogo wangu wewe, kimwilimwili chako hicho kimbao kiinzi hicho hauna power. Lakini kumbe mimi ninavyokufanya hivyo ndio nakudekeza na kukufanya ukawa na energy kubwa. Ushatoka umeenda kuzurura kwa mashoka zako. Na bila shaka pale mlikuwa mnakaa mnapiga umbea na kusema watu wasio wahusu. Sasa kumbe wewe una nguvu. Sasa hakikisha leo au ingi ndani mpaka nikupe kazi zangu zote. Lakini kaka Kata banzi. Upata wapi ruksa kuongea na mimi? Utafua nguo zangu leo. Utapiga deki hapo ndani. Utafanya kila kazi ambayo inatakiwa kufanywa na mwanamke hapa nyumbani. Utapika. Na ukiendelea kunivuruga zaidi, hicho chakula ambacho utakipika unaweza ukaishia kukiona labda uonje wakati unapika. Ndio shibe yako ipatikane. Sio kikipakwa pale mezani. kaka naomba kama singejanya tena. Sikumuua baba yako wala sikumuua mama yako. Hata mimi pia nimekuchoka. Wameniachia mzigo, mimi sijakuzaa. Hizo zilikuwa ni starehe zao wenyewe. Mimi ni ndugu yako tu, sio baba yako, sio mama yako. Kwa hiyo hizo lawama, labda uende makaburini pale, ukapiga magoti na kusaga meno. Uamke wakusaidie. Subiri ngojesha sio. Mbona hizi nguo mdogo wangu? Tunaanza na hii. Halafu sasa
Angalizo. Mara nyingi nikikupa nguo zangu unafua umelegea kama konokono roti wa chumvi. My dear, sometimes I'm a man and sometimes I'm an animal. Don't dance market under the transform. I'm the bunny wire. Nitakuunguza Tatiana. Unaona majinsi haya? Yote yamefubaa kwa ajili yako. Sasa ukiwa unafua, kumbuka migumi na mikonde yangu. Utapata utindio wa ubongo kwa kupigwa. Mapema. Oya, mapema mdogo wangu. Usipomaliza hizo nguo utatambua mapema tu. Wajue mkusimamisha hapa James, nikwambie kuna maneno sawa. Kuna ule mwanao ule anaitwa Maresa na kuonaga unashinda naye sana shuleni yule. Ule mwanao jue anaingilia kwenye pigo zangu jue. Hapo unapokuambia na siku 2-3 hivi kaingilia kwenye mitikasi yangu jue kaniharibia harakati zangu. Nimekusimamisha hapa ili ukamwambie kuwa pigo hizo mimi wala sifagilii wala si mind hata kidogo yani. Nadhani sijui unielewa. Mwanangu kwambia kitu kimoja. Afu nisikilize kwa makini. Mzee, kukutana na mimi ongea mada zangu tu. Au sio mada zangu? Mada za kiskuli, nini za masomo mzee, unanielekeza tunaelewana safi. Mzee, mada za Maresa mzee mtafute mwenyewe Maresa, mwelekeze, sio mimi. Masuala ya Maresa malizana Maresa. Ukikutana na mimi ongea habari zangu mimi tu. Wewe Maresa na mzee unamshindwa. Mfuate mwenyewe mzee. Habari za Maresa malizana Maresa mwenyewe, sio mimi. Oya, naona wanangu sasa mnataka kunipanda kichwani. Mimi nimekufuata wewe kwa sababu wewe nakuonaga sana wewe ndio unashinda naye. Na nimekuambia wewe nataka wewe ukamwambie kwa sababu yule ni jamaa yako na wewe ndio unashinda naye na unajua kila kitu kuhusu yeye. Mimi sitaki mazoea. Habari za shule ziwe shule, habari za mtaani ziwe za mtaani. Tusiingiliane kwenye mitakasi yetu. Mimi nakuelewa, sema sometimes inakuwa ukamu ujue. Hiyo ukamu mzee. Wewe ukizingwana na Maresa mfuate Maresa, ongea na Maresa. Ukikutana na mimi ongea habari zangu mimi tu. Habari za Maresa mimi sitaki kuzisikia mzee. Malizana na Maresa huko. Ukija kwangu ongea mada zangu tu. Tena mada za kiskuli ndio nakuelewa. Mada zingine mimi sikuelewi. Ona unanivimbia mwanangu au sio? Naona nakupa habari umpelekee huyo kishanta mwezio afu unanivimbia na unajua mimi mwanangu mimi sionagi noma kuzingua wewe kumzingua mtu mwingine sioni noma wala nini. Mimi kwangu baridi tu. Sometimes inakuwa ukama nimeshakwambia. Usije tena na Maresa waje na Maresa hapa mzee. Mada za Maresa malizana na Maresa mwenyewe. Na nakwambia nakupa namba ile namba chafu sio unaelewa vizuri. Ukutana na Maresa, ongea na Maresa. Ukikutana na mimi, ongea na mimi. Sio ukutana na mimi ndio utamaliza Maresa. Mrs. Mind hizo habari mwanangu. Ishi kwa nayo, itoka nayo mzee. Ondoka nayo mwenyewe. Sitaki mada za Maresa. Sasa sikiliza nikwambie. Nishakwambia. Nadhani umenielewa. Na yule jamaa utakutana naye. Najua ni lazima utamfikishia hizi habari. Kivi vyote vile. Mimi sitaki shobo, sitaki kufuatiliwa, wala sitaki kuingiliwa kwenye mitikasi yangu. Umeelewa? Kwa hiyo ukamwambie jamaa yako, wewe umetaka au hujataka, ukamwambie. Akiingilia tena kwenye mambo yangu, mimi nitamzingua. Yaani unazingua mimi? Umzingue familia yangu Maresa na mimi. Mzee, hizo ukamu mzee. Habari za namba peleka huko mzee. Si hatumuogope mtu yoyote. Sinyo shavugwa kitambo mzee. Sikia. Hii mwanzo na mwisho. Ukikutana na mimi ongea na mimi. Sitaki kumzungumzia mtu mwingine kwangu. Na ukikutana na Maresa ongea na Maresa. Na sitaki kusikia mzingo wa Maresa mzee. Hii mwanzo na mwisho. Sitaki mazoea mzee. Naona unaniona kama vile fara au sio? Sasa wewe nenda ila tutakamatana tu afu tutajua mbele kama wewe na mimi na huyo Maresa nani mwamba baridi.
Mtihani. Pole sana. Nimemsikia kaka yako anavyokupiga. Yaani kama ngoma, kama mtoto mdogo vile. Wewe ni kama umekuwa. Lakini mimi nakuonea huruma anavyokupiga hivyo kama ngoma. Lakini sasa tuachane na mimi nina wazo. Wazo gani? Tuna kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti? Hapana, siwezi kwenda kwa mwenyekiti. Kwa nini? Ni kakaangu. Acha afanye chochote kile ninachojisikia kunifanyia. Sawa, hata kama na wazazi wako, wani kama nakupiga na kuumiza. Kila siku ni wewe tu. Yeye na wewe. Anakupiga na kuumiza, mwisho wa siku hapa anakupiga na kuua, hakuna hata mtu akukusaidia. Hapana Lucy, siwezi kwenda kabisa. Naomba na wewe hata usisubutu kwenda kwa mwenyekiti. Lakini mimi hilo ndio lilikuwa wazo langu. Sijua wewe umeipokeaje. Asante kwa kunielewa. Pia nashukuru kwa kuwa rafiki mwema kwangu. Sawa, acha mimi niondoke, muda wangu kukaa hapo umeisha. Bye. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Mana mapenzi na shule, nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, ilo litawezekana. Mapenzi na shule. Niambie, vipi? Freshi, Malesa. Muda shawadia kama nilivyokuambia ile. James, mbona sasa hivi muda umeenda sana? Alafu istoshe, yule ni mwanafunzi. Saizi saa 12. Unaingia naye ghetto. Uone kama itakuwa ni hatari hiyo. Wazazi wake wasije akaanza kumtafuta, mambo yakawa mengi. Kama nilivyokuambia jana, ni baada ya vipindi, tuliona baada ya vipindi atakuja. Sasa muda haujaenda, mbona muda bado kabisa ndugu yangu. Sawa, lakini lolote itakalotokea mimi msinishirikishe. Yaani nyinyi malizaneni wenyewe huko. Mimi msinishirikishe. Mimi naenda kuacha funguo mimi na sepa zangu, sawa? Wacha mimi niende kwanza mtaani. Malisa. Alafu maswala nataka nisahau. Jana nimekutana na Patrick. Claudia kanisimamisha, alafu kaniambia ngojea sana. Shida ni nini? Wala sijamfanya kitu chochote, lakini alikuwa anamuonea Tatiana. Hivyo mimi nikaenda kumrekebisha makosa yake. Ndio maana kamaindi sana, lakini achana naye, yule mshamba mmoja tu. Kwani wewe anakutisha? Mimi nimeogope. Kwanza nimemchalazia, nimemwambia, nimempanga vitu vingi sana, nimemchalazia, ile katika rada zetu siwezi kuingia kabisa. Mimi siwezi kumwogopa mtu mdogo kama yule mzee. Basi sawa, wewe jitahidi uwahi usichelewe. Hamna shida ndugu yangu, sharp mimi naondoka. Basi sawa, baridi. Maria, mbona unazigua wewe? Mbona mpaka sasa hujatokea ghetto sasa? Darasani kulikuwa kuna vipindi, afu nilikuwa busy na vipindi. Sasa ningefanya nini? Busy na vipindi gani? Mimi nimetoka shule, nimebadilisha nguo, nimekula chakula. Wewe naona hata kwani hujafika wewe. Ndio nini sasa hivi? Lakini James, unajua sasa hivi muda umeenda. Alafu nyumbani nikichoka kurudi lazima nitafokea watu. Alafu muda umeenda, unadhani sasa hivi saa ngapi? Alafu nikichelewa. Yaani habari za siku nyingine tena. Leo unazingua ujue. Mimi nimekusubiri wewe muda mrefu. Alafu nimejiandaa muda mrefu na kuna vitu nimeviandaa vingi kwa ajili yako. Alafu kwa ajili ya leo, sio siku nyingine. Mimi nataka leo tuondoke sasa hivi yani. Nachokuomba James, wacha niende nyumbani, huko tutaenda siku nyingine. Hamna bwana. Na jaribu kunielewa kidogo basi. Mimi nielewe kidogo. Kama unataka wewe nikuelewe, na wewe nielewe hivyo hivyo. Mimi nataka leo sasa hivi tuondoke, sasa hivi tuondoke. Basi sawa, usikasirike. Wacha niende nikabadilishe nguo afu nitakuja. Sawa, neno si hayo. Wewe chapo bila kusubiri baada dakika moja. Na kupata dakika hiyo moja, na tumamate chini hapo yasikauke. Wewe usharudi. Chapo mimi nakusubiri wewe tu hapo. Sawa. Umesema si haba,
upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Mana mapenzi na shule, nachojua hayaendani. Unataka uwe nami maishani, hilo halitowezekana. Mapenzi na shule, nachojua hayaendani. Unataka uwe nami maishani, hilo halitowezekana. Karibu. Asante. Karibu sana. Shikamoo. Baba, karibu. Asante. Karibu hapa. Karibu, usiogope. Karibu sana. Asante. Kwanza mwenyekiti, mimi nimekuja na shida moja tu. Mimi kule kote ninakokaa na rafiki yangu mmoja anaitwa Titiana. Titiana huwa anakaa na kaka yake. Wazazi wake wameshafariki. Kwa hiyo anakaa na kaka yake tu. Lakini sasa kaka yake anayekaa naye anamnyanyasa, anamtesa, anampiga, anamzuia kwenda shule, anamnyima chakula. Hivyo tu mimi nahitaji nisaidie. Okay. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji nini? Msaada gani ambao ulikuwa unahitaji? Uende kule kwa kaka yake, ukaongee naye. Labda uende atakuelewa. Kwanza nikutoe hofu. Hapa ndo umefika sehemu yenyewe. Mimi ndo mwenyekiti wa serikali ya mitaa. Sawa bwana Mimi ndo Michosho under 14. Ndo mwenyekiti ambaye serikali imeniamini. Si umenielewa? Kwanza una bahati kunikuta. Kwa sababu niko busy sana na kampeni za Mheshimiwa Rais. Sababu jana yenyewe nilikuwa Ikulu. Kuna vikao na vipanga na Mheshimiwa Rais na hapa natakiwa nizunguke Tanzania nzima kumpigia kampeni Mheshimiwa Rais. Si umenielewa? Kwa hiyo mimi ndo mwenyekiti ambaye ni bingwa kabisa. Nimetoka Marekani juzi tu kuongea na Trump kwa sababu kuna vitu vilikuwa havijakaa vizuri. Kwa aliniita. Tumejadili vitu vingi sana. Lakini pia nimetoka Switzerland. Nimeongea na mfalme wa Switzerland. Na kesho kutwa naingia Istanbul, Uturuki. Kwa hiyo nina mambo mengi sana, lakini kwa sababu lako umenileta mwanangu, mimi nitalifanya bila shida, sawa? Yaani hapa ndo umefika kwa Michosho under 14. Yaani hilo limeisha. Huyo kaka yake sio nani ambaye anamzuia mtoto wake ndugu yake asiende shule? Nitamkomesha, yani nitamvuruga. Yaani akita masiala, si mmoja kwa maofisa. Mimi ofisa, nakwambia kitu usiseme. Sogea karibu. Ni usalama wa taifa. Nikisikia mtu ime linki, utajua umesema. Umenielewa? Kwa mimi sio mtu mdogo, mtu mkubwa sana. Ni mtu wa system. Serikali yote ya Tanzania unajua iko hapa. Kwa hiyo jambo lako limeisha. Umenielewa? Sawa, tashukuru. Wewe nenda. Asante. Basi mimi ngoja niondoke. Sawa, kuna shida. Hivi najua mimi ndo Michosho under 14. Serikali kukaa kuniamini mimi, kunipa serikali, kuongoza mambo yote ya chama, kila kitu. Huyo mjinga tu mmoja huyo, sasa nitaenda kumuonesha mimi nani. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Mana mapenzi na shule, nachojua hayaendani.
unataka uwe nami maishani, hilo halitawezekana. Mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe nami maishani, hilo halitawezekana. Wewe ndo nilikuwa nakutafuta wewe. Lakini jitu limesuka nyota karibu na boy. Kaliweza kweli nini? Angalia ile cheni nini si shingoni huko. Jitu jeusi kaliweza kweli leo. Ila ndio michosho. Unajua nilikuwa nakutafuta sana wewe. Hivi wewe katika huu mtaa na katika ile eneo unajiona wewe nani? Hapo ulipo umeshika bisibisi au unaenda kufungwa kitasa cha mlango, unaenda kufanya nini saizi? Polini kama hapa. Na wewe mwenyewe yako usuko utafikiri una boy vile. Wewe unajiona wewe kama ndo mwamba katika huu mtaa. Kwa nini unamnyanyasa mtu? Wewe hujui kama kuna haki za binadamu? Unakaa unamtesa mtu ana raha aende shule kwa sababu hajasoma, kwa sababu kila mtu asisome. Sasa leo ndo umeingia kwenye mikono ya serikali ya michosho under 14. Yaani hapo nilipo nimedondoka kutoka Uingereza, sasa ndo nimerudi kutoka airport. Si umeelewa? Na ukishanaona nimevaa style yangu ya Dusko Dala, yani siko staki masiala. Leo nipo kidusko Dala zaidi. Sasa leo ndo nitakuonesha kwa mimi ni nani na kwa nini serikali ilikaa chini ikalipa mimi mtaa huu nikaumiliki mimi kwa president wa mtaa. Na kwa nini Mheshimiwa Rais amenichukua mimi ndo niko campaign wake manager kwa swala lake la uchaguzi. Na kwa nini Donald Trump ananiita kila siku tunakaa vikao tunazungumzia kuhusiana ugomvi kati yao na Urusi. Mimi ni mtu ambaye ana akili sana. Lakini wewe mjinga mmoja unakaa napata mashtaka yako, mimi narudi safari na choka wewe. Sasa leo utanitambua mimi ni nani? Kwanza lazima wewe unani moshi yako. Sikiliza basi chairman. Mimi nakuheshimu na kurespect na nakutambua kwenye hiki kitaa. Wewe mwenyewe unanijua mimi mtoto hapa ujue. Mtoto wa marehemu unanielewa. Yaani wewe ukikaa mtaa huu lazima kila mtu atakuwa unamfahamu. Mimi unanifahamu vizuri. Afu mimi ulikuta hapa na kuja kuanza kulipa kesi. Wali usingepoa kwanza. Huyo alokuja kushtakia hujamuuliza, mimi hujaniuliza, unakuja tu unanipanikia. Mimi nakurespect, siwezi kufanya kitu chochote na kusikiliza. Ila kwa sababu mimi siko poa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Yule mtoto jinsi kwa hisia zokuja azoongea pale. Wewe kwa nini unamtendea vibaya ndugu yako? Na kwa nini utaki aende shule? Sasa mimi naona nikija kuongea naye kirafiki utanisumbua. Na yani hapa nimekuja hapa usione kuna watu wako nyuma yangu. Wananilinda, nalindwa hapa nilipo. Sasa anachokwambia kitu kimoja. Mguu wako, mguu wangu. Twende serikalini. Hiyo sio ombi. Hiyo ni lazima. Sikiliza basi chairman. Hapo uliponikuta soma skani kwangu, mimi sio kunguru, siishi kwenye miti. Ukiona nimetoka kote uko gaibuni kwangu nimekuja hapa ujue mimi nina jambo nimekuja kulifanya. Kuna mwamba mwanangu ananizengua. Nimekuja hapa kumtight njiani kumtega, nikimkamata nimbaluze anigee vitu vyangu. Sasa kishamaliza kunigea vitu vyangu, hiyo mbona kesi inaeleweka. Wewe pandisha mtaani kwako. Bibi likimaliza kumuamba mtu wangu, shamaliza dadaye kibampani ura msamba, takuja mtaani kwako tutakaa tutaongea tutaelewana. Bora mimi nakuheshimu afu najua cheo chako ni kikubwa mwanetu. Na wewe ndo guardian mwanangu au si? Haiwezekani. Wewe uliona wapi yani mtu anapeleka Arabi afu asemeti mtakuja atajisikia. Yaani wewe unataka kuicontrol serikali? Wewe na serikali nani iko juu? Wewe unajua unaongea mtu mzito sana katika nchi hapa. Mimi nikifanya kitu utapotea. Si umenielewa? Sasa sitaki tufikie huko. Kwa ridhaa yako mwenyewe. Nyanyua miguu yako. Twende sehemu husika sije nikakupoteza kwa sababu mimi usinione hivi. Nimecheza taekwondo, nimecheza judo, nimecheza boxer. Mwakinyo anajua mimi nani. Mfaume anajua mimi nani. Ibra Kasiki juzi nataka kumpiga. KO raundi ya kwanza tu Ibra hajatoboa. Sasa usifike yani kwa sababu ukitaka tufike huko, yani atakuwa mazito. Si umenielewa? Yani atakuwa vitu ambavyo yani umeona sasa tusifike huko. Twende. Jamani. Mimi nimekueleza kwa urefu. Nimekupangilia misondo, nikakwambia mimi sasa hivi kuna nyali nimemtega hapa. Na jambo langu nalifanya. Nenda mtani kwako, mimi niko nyuma yako na kufuata. Lakini chairman wewe somo leo. Nafikiri paka nikupe karushwa kidogo.
utaelewa na utaelekea mtaani kwako, sio chema. Mimi nina hela nyingi, unaweza kunipa mimi hela? Mimi nina hela nyingi. Mimi asa ngoja basi. Hapo leo bwana haraka. Ngoja basi. Shikamoo mama. Mambo za leo. Mbona sida tatizo nini bwana hivi? Nisikilize basi chema. Nimekupa respect, nimekuheshimu. Ndio maana nimeongea naye muda wote. Mimi naitwa Bikiabia Mpaye Bitati na Munigo. Naam. Tata na Maeba Kanzare bali na Gabe kisha bali mpiga. Nisikilize. Kwenye maisha yangu na ninavyoishi, mimi sina serikali. Sina rais wala sina makamu. Sina katibu wala makamu mwenyekiti. Na sina balozi kwangu. Maisha yangu ndo balozi, maisha yangu ndo uongozi wangu. Sasa ninavyokuachia hapa, kitakacho kusaidia ndio ni kwa nenda kule. Tatiana, katika siku nitaongea kwa upole na kwa upendo. Ni leo mimi nimeishi na wewe kwa miaka mingi sana, nimekupambania like a brother. Nimekutafutia kila aina ya pepo kama mdogo wangu. Lakini leo umedisappoint sana Tatiana. Hivi kilicho kufanya utoke hapa uende kwa mwenyekiti, uende ukanisemea ukanishtaki, nia yako ilikuwa ni nini? Mimi nifungwe Tatiana? Niishie jela mimi? Au ulichoka kuniona? Hata kama mimi nitakuwa ni mkali, hata kama nitakuwa nakupiga, lakini mimi naweza nikakupiga kilo 2 tu, halafu nikakusaidia kilo 100. Kicho kufanya uende kwa shtaki ni kitu gani? Kama sijaenda kwa mwenyekiti, Tatiana, pamoja na madhaifu yangu, sijawahi kuwa mtu wa 5 kipindi changu cha shule. Unanijua, mweni understand. Afu na buku namba zangu zilikuwa 3, 2 na 1. Nikiwa mtu wa 4 nalia, naenda ofisini kwa staff master na muuliza kama walimu wamenikosesha maswali, warudie upya kusahisha mtihani. Mpaka hapo shaelewa kwamba mimi na akili timamu. Afu medro blankata yangu inachaji. Mwenyekiti mwenyewe nimekutana naye, akanambia mara soona mzuia kwenda shule, mara hosi unampiga, si unamnyanyasa. Sasa huyo ni nani kama sio Tatiana? Kuna mtu mwingine naishi naye kimazingara au sio? lakini kaka, mimi nitazidi kwenda kwa mwenyekiti, ingali na familia yangu iliyobaki na wazazi wetu tayari wameshafariki. Sina haja kwenda kwa mwenyekiti kwa sababu wewe ndio uliye naye. Afu isitoshe, nakupenda sana kakaangu. Ile ndio kitu ambacho ukijua.
Tatiana, tumelala pamoja kitandani, tumejifunika shuka kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye miguu, tukalala usingizi. Umenitafunia kule kwenye shuka na amka asubuhi kuanzia kwenye miguu mpaka kifuani umeshanitafuna. Nimebakisha kichwa tu na ndo kinachoongea na wewe. Nimekubali kwamba Tatiana upande wako wa pili kwa sijajua wewe ni mnafiki. Sasa sikia, kwa sababu nishakujua na nishakuona wewe ni mnafiki, siwezi kumaliza kuni kwa kuchemsha mawe. Sasa naanza kuishi na wewe kwa akili. Kaa chonjo, kuna kitu na mimi nitakifanya. Subira jambo la heri, usiyekurupukia mapenzi. Vumilia, usichanganye shule na mapenzi. Mwenyekiti. Unasemaje? Shikamoo. Marahaba. Juzi nilikuja kwako, tukaongea swala kuhusu rafiki yangu Tatiana, lakini naona mabadiliko hayajatokea. Ni yale tu, rafiki yangu anazidi kunyanyasika. Naona kama pia hujalifuatilia swala langu. Mimi? Wewe ushakuongea na mimi hata kitu chochote? Lini umeongea na mimi? Juzi nilikuja kwako, lakini mwenyekiti. Unajua, sikiza nikwambie binti, sawa? Ukiniona nimekula staili yangu ya Chilamwina, sawa? Unajua sikio mimi na mambo mengi. Si umenielewa? Alafu la kwanza, mimi na watu wengi nazungumza nao. Unakaa basi umeongea na mimi wewe? Ndio. Hilo swali kwa linasemaje? Sikiza nikwambie, mimi na mambo mengi. Hapa nipo na hapa naenda airport, unajua. Hapa naenda airport na kukutana na Mheshimiwa Rais. Tunaondoka tunaenda Dodoma. Mimi sasa hivi sipandi daladala, sipandi gari ya kawaida. Mimi napanda usafiri ndege tu. Mnusa, unasikia harufu yangu, naona nanukia harufu ya ndege tu. Sasa unakuja kuniambia vitu gani? Wewe mtoto una akili vizuri kichwani wewe? Mimi nimeongea na mimi kweli kabisa. Lakini mwenyekiti ulisema utalishughulikia lile swala. Kwa nini unakuwa hivyo? Wewe mtoto koma wewe. Unajua watoto 2000 nyinyi mnapenda sasa kuingiza watu katika mfumo. Mimi siingii kwenye mfumo kiasi hicho. Umeelewa? Mimi unavyoona ndivyo Nsamboi, lakini siingii kwenye mfumo kiasi hicho. Sawa? Mimi nakutana na watu walioenda shule. Mtoto mdogo kama mimi nitakupeleka utakuja tena mwenyekiti leo. Uliongea na mimi wapi? Wewe umeongea na mimi? Lakini mwenyekiti, wewe ulisema utalishughulikia ile swala. Wewe mimi hamna mtu yote anakuja nyumbani kwangu anakuja na ratiba, wanasema timetable. Wanani call before. Wewe umeni call me before? Bwana sikiza nikwambie mtoto. Tena unaponiona mimi njiani, ukinikuta nimekula Chilamwina, naomba usinizungumze na mimi. Usije kuniharibia siku yangu. Umeelewa? Tena koma. Umeelewa? Mimi sijaongea na chochote. Wewe kama rafiki yako anakuuma na anaonewa, mtoe yeye, kaa wewe. Una akili wewe, nywele mbaya, mtoto wa kike unaenda kusuka 20 kilioni. Umefiwa. Miguu kama miti, angalau mwanamke gani kwanza wewe, mtoto mbaya namna kichwa kibaya weusi. Kwanza wewe usitaki niongee maneno mengi zidi yako. Naomba toka mbele nipite. Nitawapigia simu afisa usalama. Mimi ndio nalindwa. Hapo unaona hapa ndio kuna usalama taifa wamejaa kibao wananizunguka hapa. Move. Afu siku nyingine usirudie unaponikuta mimi kokote. Fanya kama hujawahi kunijua. Maziwa kama mitungi ya gesi. Mambo ya mahusiano atafatia, mana mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, hilo halitawezekana. Mapenzi na shule nachojua hayaendani.
au unataka uwe nami maishani, hilo halita. Tatiana, unajua nilikuwa nakutafuta sana, alafu kumbe siku hizi unauza maandazi na ndio maana shule uonekani Sasa sikia nikwambie, hii taarifa hii kesho nampelekea mwalimu mkuu. Patrick, naomba usisubutu kwenda kumwambia mwalimu mkuu. Naomba unisaidie kwa jambo hilo dogo. Yaani unavyotegemea kwa ujeuri wako wewe na yale yote ambayo unanifanyiaga na yule nani Maresa, mimi ndashindwa kwenda kumwambia mwalimu mkuu? Jaribu basi kunielewa Patrick. Nafikiri utakavyonisaidia tu hivyo utapata sababu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu nitafukuzwa shule kabisa ukisema. Yaani unategemea kwamba kwa yale yote ulionifanyia na ule mshikaji wako Maresa ndaacha kumwambia mwalimu mkuu? Yaani mimi furaha yangu sitaki kukuona pale shule. Itakuwa furaha sana siku hiyo naona unatimuliwa shule kwamba utakiwi shuleni ukauze mandazi vizuri mtaani. Kama una lamana la kuzungumza, hebu ondoka. Wewe si ndo unajikuta msomi sana? Sasa ngoja sisi tukuonyeshe kwamba sisi ndo wasomi. Alafu tukuonyeshe kwamba sisi ndo wakulungwa wa ile shule. Sawa Alafu na yule mjinga mwenzio yule punguani yule Maresa, naye dawa yake iko motoni, na mtafutia timing siku moja naye nimchomoe pale. Kwa hiyo unaromba kiasi hicho, si ndio? Siwezi nikakuelewa, yani hata kwa ushawishi wa kitu chochote kile hauwezi ukanipata mimi. Kwanza naona unanipotezea muda tu. Ila naona mimi ngoja nikuache uze mandazi yako, mtoto mwanafunzi, hapo unauza mandazi. Ndio naiona hii. Yaani unashangaza sana unajua. Muuza mandazi huyo. Kwa zile, oya mandazi. Mtone ita kidogo. Kidogo basi nikuungishe, mimi ndo mteja, fanya kama unanibembeleza sasa. Kumbe ndo nazarau hivyo Patrick. Kama una jambo la msingi la kuongea, mbondoka. Zarau tena? Kama unaona ni zarau, sasa naenda kumwaga taarifa hizi shuleni. Wanafunzi wenzako, walimu wako, wote watajua wewe ni muuza mandazi. Muuza mandazi original ambaye umeacha shule kwa sababu ya kuuza mandazi. Nguani kweli wewe. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Mana mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe nami maishani, hilo halitawezekana. Mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe nami maishani, hilo halitawezekana.
mtu bila jambo la heri, usiyekurupukia mapenzi. Vumilia, usichanganye shule na mapenzi. Wewe nasoma kwanza. Tatiana, kwani unalia? Nini tatizo? Amna tatizo Sophie. Ni kichwa tu kinanisumbua. Ndio maana niko hivi. Ungekuwa sawa hivi unalie. Kuna tatizo gani? Wala tu usijali. Niko sawa. Pole. Sema na hili jua ni kali. Unazunguka sana. Alafu, mbona sasa sikuoni shule? Kwa nini? Kuna changamoto katika familia yetu. Kakangu amenikataza mekuja shule. Na ndio maana niko mtaani na randaranda kama hivi. Kwa nini haukatazi jamani? Sijui. Ila ndio muamuzi kwangu. Chochote atakachokisema mimi nitamsikiliza. Kwani hamna mtu mwingine yoyote au ndugu, labda dada, shangazi ambaye anaweza kukusaidia? Ni yeye tu? Hakuna mwingine. Nimekabidhiwa kwake tu. Na ndio maana namsikiliza yeye. Sina namna yoyote ile. Basi sawa, pole. Mimi naenda nyumbani. Ila jitahidi basi kesho uje shule. Naelewa hilo. Lakini sidhani kama nitaweza kuja. Ila nitajaribu. Hapana, jitahidi bwana. Unajua shule ndio kila kitu. Sawa, kakako anaweza akakukataza. Kwani hatuwezi tukaongea naye ili wewe uweze kuja shule? Na haiwezekani kuongea naye. Basi sawa, pole. Mimi nenda nyumbani na wahi. Sawa Sophie. Asante kwa kujali. Poa, bye. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia, mana mapenzi na shule. Sofia, mbona unazingua sana? Mara ngapi mimi nakufuata na kuambia swala moja? Kwa mimi nakukubali. Afu mimi nakupenda sana, sio kidogo. Au shangai muda wote mimi nakufuata wewe tu. Hajiulizi kwa nini mndewa anifuata muda wote. Yaani nakufuata wewe tu. Kuna wangapi pale class? Ila wewe umewazidi kila kitu. Wewe mtoto mzuri. Ndio mwenyewe nimeingia kwenye mifumo yako. Umeniteka ni kifupi. Mimi nakupenda Sophie, siwe hivyo basi. Hapana James. Ni kitu ambacho hakitawezekana. Sophie, hebu toka huko basi. Wewe mtoto mzuri, mtoto wa mjini, mtoto mkali, afu mndewa mwenyewe si unajua. Nakufuata alafu ile unaita majogeka. Achana na hizo habari babu. Kuwa na mimi. Watoto wote pale class wanatamani kuwa na mimi, lakini mimi si wa mind kwa sababu yako wewe. Mimi nakupenda wewe peke yako yani. Wewe mtoto mzuri, mtoto uko cool, umenyooka, na ni mndewa mwenyewe sio kinyonge. Wale wote ni mwakataa kisa wewe. Wale wote class pale wote wale. Mama nitangoza ni mwakataa wote kisa wewe hapo. Wewe mtoto mkali utakiwa uwe na mimi. Mimi ndo tunafanana. Ana mtu yote anafanana naye president yako wewe peke yako. Sophie. Kuwa na mimi basi Sophie, kuwa mwelewa basi. Vitu vidogo hivyo. Hapana James. Unavyosema unanipenda mimi. Mbona kila siku nakuona na wanawake wengine shule? Kama nilivyokuambia mwanzo, hapa klasi kote hapa. Wale mademu wote pale class, wote mimi wananifagilia. Amna sio nikubali hata huyo, hata mmoja. Ila mimi wote siwataki. Mimi nakutaka wewe peke yako. Kwa nikwambia kitu kimoja ambacho ukifahamu. Yaani wale pale wote wale. Amna nikuzidia uzuri hata huyo mmoja. Wewe mtoto mkali, wewe mtoto mzuri. Ndio maana mimi wengine wote siwapendi na kupenda wewe peke yako Sophie. Sophie, moyo wangu umeuchukua, yaani moyo wangu unao wewe. Hapo nikitembea natembea kivulivuli tu. Kihai hai, moyo wangu wote upo kwako Sophie. Mimi nakukubali wewe peke yako Sophie. Achana na wale.
Wale wasikutishe, wale wapo tu. Mimi nakukubali peke yako, wala achana nao. Sawa. Unajua hata mimi nilikuwa nakupenda muda mrefu tu, lakini nilikuwa naogopa kukuambia. Ila tu umeniwani. Alafu kuna kitu nataka nikuulize. Kwa nini siku hizi hauji shule? Una matatizo gani? Sophie, masuala ya shule niachie mimi. Au masuala ya shule ya ndani kabisa. Mimi nimekusimamisha hapa, mimi nikuelezea hisia zangu mimi hapa juu yako. Yaani nimekusimamisha hapa ili nikuchane namna gani mimi nakukubali. Masuala ya shule niachie mimi na mzee Mavele. Ndio tunajua masuala ya shule kwa sababu Mavele anatoa ile fee, school fee. Unajua school fee? Ada analipia mzee Mavele. Ndio atakiwa niulize masuala ya shule. Sio wewe Sophie. Wewe Sophie atakiwa niulize, baby, leo tunakula nini? Baby, tunakutana saa ngapi? Hayo ndio maswali ambayo natakiwa niulize mimi, sio maswali ya kiskuli. Maswali ya kiskuli niachie mimi, Sophie. Sawa James. Unajua una maneno mazuri. Alafu kama ulivyosema kwamba hakuna mwanamke ambaye hakupendi au ambaye hakuelewi. Hiyo ni taarifa safi sana kwa Mdeo. Alafu kitu ambacho ukijui, kabla ya kukufuata hapa nilikuwa tayari nishaandaa shedo ambayo tutapita leo mimi na wewe. Ukitoka tu kiskuli nilikuwa nikakuvizia ili tupite kwenye shedo tukatimize nilichokipanga kwenye kichwa changu. Kwanza nataka nikutoe. Kuna sehemu moja nataka nikupeleke. Ile sehemu kama heaven. Alafu sisi wandewa tunaita Benjamin Mkapa. Pale ambako kwa wale watu wa Msimbazi pale Kariakoo atokagi mtu pale. Pale ndio ambako sehemu nataka nikupeleke mimi hapa. Kwanza Marisa, umeona shule leo? Ndio. Basi sawa, vizuri kama umeona. Na kwa meda hii nafikiri nenda kwa shatoka kiskuli. Sasa sikia. Nenda kachange hizo nguo. Utanikuta pale kwa Marisa. Njoo. Nije kukupa kitu ambacho unastahili kupewa mtoto mzuri kama wewe Sofia. Fanya chapa, badilisha nguo, utanikuta pale kwa Marisa. Sawa. Mimi ni wapi nyumbani? Fine, fanya chapa basi. Bila kusubiri wewe tu. Yaani ukiingia tu nyama. Sawa. Okay, fine. Okay, Bye. bye. Yaani ni kama umekuwa na bahati sana. Maana sasa hivi ndo nimetoka shule. Vipi? Wewe naona sasa hivi shule kama umeanza kuikataa. Maana sasa hivi unakaribia kumaliza wiki ya uingie shuleni. Shida nini mzee? Au mwanangu ndo unanekelaga. Hii somo la kwanza nakwambia. Masuala ya shule niachie mimi na mzee. Wewe mwanangu tupige stories hapa na pale, maisha mengine yanaendelea. Masuala ya kiskuli mwanangu mimi hapo nakuwa niboaga ujue. James, kumbuka wewe ni mshikaji wangu. Wewe ukiharibikiwa nahesabika na mimi nimejumuika kwenye hilo. Kwa hiyo wewe kama rafiki yangu lazima nikukumbushe uko unaelekea siko. Panga ratiba zako vizuri, uanze kuhudhuria shule. Alafu ujue leo mwalimu aliniulizia kwa sababu ameshazoea mimi na wewe tukiwa shule tuko pamoja. Sasa akaniuliza rafiki yako yuko wapi? Mimi nikamwambia anaumwa. Kwa hiyo hakikisha ndani ya hii wiki unaanza kuhudhuria shule. Sasa hapo ndo umecheza sasa. Yaani ukitokea mimi stage ya kiskuli, wewe umeenda kiskuli, teacher kaniulizia. Unatakiwa kumwambia ni hivyo hivyo. Mwanangu anaumwa. James anaumwa, hapo ndo umecheza. Ile ukiona mute ile inakuwa jao. Ila habari za kuniambia mimi ni habari za kiskuli, sijui za nini mimi ndo sitaki kuzisikia Maresa. Kama kawaida yako. Yaani unasubiri siku za michezo ndo unaanza kuja shule. Siku za masomo haka upo mbali. Vipi? Leo tunaingia mpilani au? Afu mwanangu Maresa yani kama bahati kukukuta. Yaani leo kidogo chupu siku yangu ishe nyeupe. Sema ile wakati wangu nasibiriza zangu mitaani, nini mbele zangu mitaani nakutana na dogo Sophie. Dogo Sophie wewe unampata? Sofia yule anakaa dawati la mbele. Umo. Sasa yule pale mwanangu ule kaingia kwenye 18 za Mdewa. Kaingia kanyooka.
Mimi nikasema ngoja niende nikajishindie kwanza mishindio yangu, si unajua. Kidogo leo siku ishe hivi Mungu mwenyewe kanishia baraka, mtoto hapa kaja kwenye 18. Ndio maana nimeingia mwanangu hapo kwako, unifanyie kama nimefanyaga kila siku. Sijakuelewa uzame naye vipi babu? Yaani leo tena unataka ulete mwanamke ndani? Sasa ndio. Babu, hapo leo mimi nakukataa. Leo kabisa nakukataa. Kwa sababu juzi katoka Adija. Leo anaingia Sofia. Hivi unatazamaje hawa majirani wananionaje mimi? Si wananiona mimi mwanafunzi mtukutu. Alafu kwa bahati mbaya wewe huo unatoka wa kwanza, unaambiwa sikilizie ndani. Wao wanakuwa wanatoka wa mwisho. Unataka kunichoma mzee? Kwa hiyo mwanangu Malesa, mwanangu, yani leo unanikataa familia yako, blood yako unanikataa. Sikiza nikwambie, kumbuka hapa mimi nalipiwa kodi na mzee. Hivi mzee akija kisikia hizi habari, wewe utaniweka matatani na mzee? Shida yako mwanangu iko wapi? Wewe mwenyewe mdeo unajua kabisa mimi nina strategy zangu, na key zangu, na hizo pateni, na hiyo misimbo yangu kuingia na mtoto ndani mwenyewe. Hawa majirani wote hapa hakuna wale kunaona mimi wakati naingia na mtoto ndani wala kutoka. Wewe unafeli wapi mwanangu Malesa? Sawa, lakini wakati wa kutoka na waacha ndani, wanatoka wenyewe, majirani wanakuwa nawaona. Mimi nishazisoma mpaka mbinu zako. Sasa mzee, leo mimi swala la ghetto mimi sikuazimi ghetto. Kwa sababu mimi mwenyewe nasoma, kodi nalipiwa. Usije kasababisha mzee akasikie huko akaanza naye kunikataa huko. Kwa hiyo mwanangu, swala la ghetto achana nalo leo. Swala sui za mademu sui na nini, Sofia sui kafanyaje, mimi leo bwana mimi nimekukataa. Mwanangu Malesa, yani mimi familia yangu, blood yangu mimi nakuamini kwamba ile ikitokea mishindo fulani mimi najua kwa mwanangu ambaye kuna poa mimi mwanangu Malesa. Leo mwanangu ananikataa mwanangu hapa ile sio poa mwanangu. Dakika chache mwanangu, mimi na mtoto Sofia anaingia na malizana na mtoto Sofia pale najipiga zangu mishindo yangu najishindia na pita zangu dakika chache. Sio kama kitambo. Yaani unachotaka kujua sio kama wale wa nyuma. Yaani usofi leo kaingia kwa sababu unajua muda jioni sasa hivi. Hata kwa school. Kwa hiyo mimi naingia na kwa wangu hapa na pale dakika zangu 30, mimi napita zangu hivi. Babu, wewe kama una ratiba za kwenda mpirani tuenzetu mpirani. Kwa sababu mimi mwenyewe nikuta ndo nilikuwa nimefika sasa hivi. Nimemaliza kula, nimejiandaa na nataka niingie mpirani. Kwa hiyo wewe kama ratiba za kwenda mpirani huko, kama unaogopa shule walimu huko, walimu washaondoka saa hizi. Kwa hiyo si twende tukacheze mpira huko, turudi ratiba zingine ziendelee. Lakini swala la wewe kuanza kuleta wanawake tena huko ndani uongo. Leo kaingia Sofia, kesho kutwa Mariam, Hadija, si nani? Si utakuja kuniweka matatani mzee? Kumbuka sisi ni wanafunzi. Alafu wewe unakaa nyumbani kwenu, mimi nakaa najitegemea mzee mpaka atume hela dundulize huko, atume hela ya kodi. Kwa hiyo mwanangu wewe bwana leo mimi nimekukataa. Yaani nimekukataa kabisa. Yaani mwanangu siamini kabisa ni kama mwanangu Malesa unaongea maneno kama hayo. Yaani familia yangu kabisa damu yangu mwanangu ananikataa katika ile dakika za jioni, mtoto hapa sio kuingia mwanangu ananikataa. Sema baridi mwanangu hamna noma wala nini. Mimi nafuata ratiba yako unavyotaka. Wewe si mwenye ghetto, baridi. Tuishi huko mwanangu unapotaka wewe. Baridi mwanangu basi wewe tukacheze hata huo mpira mwanangu. Mbona na mandazi jioni hii? Ni kawaida yangu tu kwa sababu pia ni biashara nafanya. Yaani mimi nimerudi shule, nimeenda mpirani mpaka narudi wewe unahangaika na mandazi mtaani kweli? Nini tatizo? Mbona na shuleni pia mpaka sasa hivi hujarejea na nishakwambia uchukue muda mchache urudi shule? Kama nilivyokuambia mwanzo, kakangu amegoma kabisa mimi nirudi shule. Ndio maana niko mtaani hivi. Na haina budi lazima nimsikilize kwa sababu yeye ndo kaka yangu na ndo familia yangu pekee. Kwa hiyo unataka kuniambia mpaka sasa hivi kaka yako amekuzuia kwenda shule? Yaani kakwambia uze mandazi mtaani?
Tatiana, mimi naona unafeli. Sasa kwa nini usiangalie njia mbadala ambayo itakuweka sawa? Ni ngumu kama unavyofikiria, ila ningekuomba kitu kimoja. Naomba kipindi ambacho unaenda shuleni unipitishie notisi zako ili mradi nijisomee. Tatiana, wewe kuja kuchukua notisi au mimi kukuletea notisi, hiyo sio njia sahihi. Mimi naona njia sahihi ni wewe kurudi shule. Kwa hiyo fanya unavyojua, fanya kila njia, au tujue tunafanya namna gani ili wewe uweze kurejea shule. Tatiana, mimi nakuonea huruma sana. Alafu mbona wewe ni binti msalabu tu, na ni binti ambaye ukiwa darasani unajisomea. Kuna muda unajua unakuwa unafeli kwa sababu unakuwa busy sana katika biashara. Nakuelewa Malesa, lakini ni ngumu. Ningeomba unisaidie hivyo. Sawa. Kwa hiyo kaka yako yupo nyumbani ama? Sijajua kama atakopo nyumbani ama la, kwa sababu ndio naelekea sasa hivi. Labda tunaweza tukaongea jambo. Kwa nini mimi nisiongee na kaka yako ili aweze kukupa ruhusa ya wewe kuja shule? Haitawezekana. Kakangu ni mkali sana. Kwa hiyo sidhani kama unaweza kuzungumza naye. Sawa. Mimi nitaangalia njia gani ya kukusaidia. Basi sawa, nikupe ndazi uonje. Lakini nisije nikakutia hasara. Hapana. Ni matamu kweli. Hivi unapikaga wewe? Ndio, napika peke yangu. Hongera sana. Lakini ni matamu. Kwa hiyo mimi nitaangalia njia gani ya kusaidia. Wale siwezi Tatiana. Unajua mimi nataka kuangalia njia gani ambayo inaweza kukusaidia. Sawa, naona mandazi yamekupendeza. Nikuongezee jingine? Hii inatosha, lakini ni tamu sana. Unajua mimi usije kukutia hasara. Lakini mimi kwa sijui kama unapika mandazi matamu namna hii. Ukweli ni matamu sana. Kwa hiyo inabidi uanze kuja shule. Unaelewa Tatiana? Uanze kuja shule. Hiyo mambo ya kaka yako kukataza shule inabidi waachane nao. Unaelewa? Fanya kila namna. Fanya uje shule. Lakini mandazi ni matamu. Sasa kwa hiyo kwa nikawa nyumbani. Basi sasa tena kusindikiza kidogo. Maana umenipa andazi na mimi lazima nilipe fadhila tena. Malesa. Sofika shafika mwanangu yuko hapo nje. Unazingua. Nishakwambia huko ndani sihitaji ulete wanawake zako. Si unanielewa? Nishakupa mipaka. Tumetoka kuongea jioni hii, tayari ushaanza kuleta wanawake. Nishakwambia habari za Sophie sio nani malizana nao huko. Mwanangu unajua mwanangu siku hii hapa haiwezi kuisha vile vile mwanangu, kama unavyonijua mimi siku aishagi. Mtoto huyu hapo yuko hapo nje babu. Wewe sikia nikwambie. Nyinyi tayari ni watu wazima. Nendeni mkatafuta hata guest huko. Kama mshaanza kujua mambo ya mahusiano, nyinyi tayari ni watu wazima. Nendeni mkatafuta hata lodge huko. Si umenielewa? Humu ndani kwangu sasa hivi sitaki. Yaani haiwezekani kila siku wewe unabadilisha wanawake humu ndani. Mara ameingia huo utaratibu sasa shaukataa. Kwa sababu wewe utakuja utanichomesha. Siku mzee atakuja atafika hapa akute kuna mwanamke au akukute wewe upo na mwanamke, mimi utanisababisha mzee asianze kunilipia kodi. Si umenielewa? Wewe unakaa kwenu ni tofauti na mimi. Si umenielewa? Kwa hiyo mwanangu, wewe kama unataka kupoa wewe njoo upoe, lakini habari za kuleta wanawake huko ndani nishazikataa. Mwanangu mimi najua wewe unipingi. Wewe midamu yangu, wewe chafu yangu. Hauwezi kuenda kwenye vitu vidogo kama hivi hapa mwanangu. Wewe sikilizia kwanza. Wa James.
Dakika moja tu familia yangu. Dakika moja tu namaliza chapu na mtu wangu. Nazingua. Usikae kama mrefu. Nazingua. Karibu Sophie. Asante. Alafu usiogope. Yeye ni mwanangu ule, haja ni mind wala nini pale. Sema kazuga tu ile, yalikana na mikazo. Kumbe hata haja mind yule mwanangu sana ule, msikie. Be free, jiachie. Sawa, ila mnaogopa. Unaogopa nini sasa? Unachogopa kiko wapi sasa? Kwa umri upi ambao unaogopa kuingia ndani na mdeo? Kwa umri gani ambao uko ndani mdogo ambao kinakufanya uogope hapa ndani? Unajua ni mwanafunzi. Mwanafunzi nini? Yaani mpaka umetoka kwao umekuja mpaka mageto. Umeingia geto na mdewa, alafu eti unaogopa kisa wewe mwanafunzi. How? Kivipi? Acha kujichomoa betri basi. Wewe ushaingia ndani kwa mdewa, au ushaingia Benjamin Mkapa? Hapa ndo pale Benjamin Mkapa nilipokuambia kama watu hawatokagi. Ndo ndani. Ushaingia Benjamin Mkapa, tulia, tula, niangalie mimi baba wako nafanyaje. Napiga mipasi gani ambayo wewe itakufurahisha. Wewe niangalie mimi, acha kuogopa au mtu mzima. Sawa. Ila naomba tutumie kinga. Kinga tena? Kinga nini sasa? Ushakuona mtu anakula pipi na maganda yake? Maganda lazima atolewe ili iwe pipi kama pipi. Maganda yanatupwa. Hebu acha mambo hayo bwana. Usije nikapata mimba. Uweze kupata mimba. Mimi na tactics na strategies ambazo nikizifanya hivyo, wewe mimba uweze kuipata. Hauwezi kupata mimba. Mimi nikutumia hizo tactics, uweze kupata mimba. Mimi ndio na tactics zangu ambazo wewe nikizitumia, hauwezi kupata mimba. Mimba gani unapata wewe? Hebu sogea kwanza. Sogea, be free, jiachie. Sasa chagoba kitu gani hapo? Be free bwana. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Mana mapenzi na shule, nachojua hayaendani, unataka uwe na maishani. Tulia basi mwanangu Maresa. Unajua wewe unazingua sana. Jana nimekuambia usilete mwanamke, alafu wewe kwa kulazimisha unaleta mwanamke. Hivi wewe una akili kweli timamu mwanangu? Hivi wewe unanitakia nini mshikaji wangu wewe? Sasa sikia nikwambie. Yaani umeona kuanzia leo mimi na wewe ushikaji uwe basi. Kwa sababu hakuna ushikaji ambao wa kuanza kuharibiana CV. Maresa, si unajua gani familia yako. Ikipita siku moja sijapata vitu vyangu huwa naweuka. Bahati mbaya jana nikaweuka. Unajua mimi nilikuelewa kabisa ulivyoongea. Nimekuelewa kabisa. Sema ile ikafika point of no return. Nikashindwa kujicontrol mwanangu, nikaja naye mpaka pale ndani. Nisamehe ndugu yangu. Hata kama wewe ni mshikaji wangu, lakini kwa hii tabia inayoendelea na kukataa kabisa. Na jana nilikwambia ukiendelea na hizo mambo yako ya wanawake mimi nakukataa. Yaani na sasa hivi mpaka tunavyoongea hivi mimi nishakukataa. Sasa na wewe pita na mambo yako na mimi nipite na mambo yangu. Tusiharibiane siku mzee. Tena ikiwezekana pale mtaani kwangu wewe paone kama sijui polisi, kituo cha polisi. Yaani wewe fuata mambo yako. Wewe kama unafanya uni wako kafanyie huko mzee. Usije kaniharibia CV zangu. Maresa, mimi nakuelewa. Mimi nakuelewa vizuri kabisa na uko sahihi. Sema mimi nishafikia point of no return. Unajua ile siwezi kurudi nyuma. Alafu Sophie ndo siku ya kwanza nimempata ile pale jana kaingia kwenye 18. Ningefanyaje? Box ile hapa kwenye 18 nikajiuliza hapa nabutua ama najidondosha. Mimi nikabutua ndugu yangu. Samahani niliweuka kidogo tu, nisamee ndugu yangu. Mimi familia yako sinikatae. Sawa. Kwa hiyo jana ukunielewa mimi nazungumzia nini? Kwa nini ulazimisha kuingia na mwanamke? Na ujue jana mimi nimekustiri tu. Yaani nimekustiri tu kabisa, lakini nilikuwa na uwezo wa kuwatimua wewe na demu wako.
Malesa, haya mambo yapo katika urafiki. Alafu tusijaribu urafiki wetu kwa ajili ya mambo kama haya. Kwa ajili ya mwanamke mwenyewe Sofi huyu ambao mwenyewe unamfahamu. Achana na hizo habari mwanangu. Mimi familia yako usinikatae kisa Sofi babu. Ile haitojirudia tena. Mimi nakuhakikishia. Ile ya mwisho. Sofi aliingia, afu jana mimi siku ngeisha yayu. Na siku kuisha yayu kwangu mimi kitu ambacho kiwezekana na mwenyewe unanijua. Ikatokea tu point of no return. Mtoto kaingia, mimi sikuwa na cha kufanya ndugu yangu. Nikajibu tulia pale, mechi imeisha. Sorry ndugu yangu, nisamee. Sema fresh. Mimi mambo yote nishakaushia. Kwa hiyo mimi naingia mtaani, baadaye tutasomana. Hapo sasa ndio umecheza ndugu yangu. Sema muda mwingine tena sijirudie hiyo. Yaani ukiambiwa kitu mtu akitaki, basi achana nacho. Shukrani sana. Mimi familia yako ndugu yangu. Malesa, nikwambie mara ngapi jinsi ninavyokupenda? Sawa, najua unanipenda. Lakini kumbuka mimi bado mwanafunzi. Wala ungesubiria labda nimalize masomo, ndipo labda tuendeleze mambo ya mahusiano. Masomo yananihusu nini mimi? Martha, wewe kwa nini unielewi mimi? Nimekuambia kwamba hilo linawezekana, lakini subiri kwanza nimalize shule. Malesa, shida sio mimba. Martha, heshimu basi kitu unachokifanya. Ile ni elimu. Fikiria, mimi nimekupa mimba wewe. Mimi nasoma. Alafu hapo mimi naishi kwa kutegemea wazazi. Alafu hapo tena niwe na mtoto. Wewe uone kama nitakuwa nimejaribia sehemu yangu ya maisha? Malesa, nipo tayari kwa chochote kwa sababu nakupenda. Bwana, mimi labda nikwambie hilo jambo lako haliwezekani. Wewe subiria labda nimalize masomo yangu, kwa sababu mpaka saizi nipo form 4. Subiri nimalize masomo, then tutajaribu kuangalia namna gani kama mambo ya mahusiano haya, lakini kwa sasa hizi niache kwanza na elimu yangu. Jamani Malesa, mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, hilo halitawezekana. Mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, hilo halitawezekana. Unasikia Barako? Ndio. Mimi Barako nimekuita hapa kijiwe boti hapa. Bili je kuelekeza mwanangu. Bibi tayari kwangu pale maji ya shalo ana mvua. Si unajua dogo janja mimi nakaa naye na understandia kila kitu. Tatiana mimi namjua hata kuvaa, namjua hata kula mwanangu. Pigo sote anazopiga napendeza mwanangu, ula mimi mwanangu mimi nazingatia na understand au si? Nimesimama pale maskani kama faza kama bi mkubwa, yani mimi ndo kila kitu mazingira au sio mwanangu? Lakini mwanangu tutaelewi kaleta uchawi. Imekwaje tena mwanangu? Unajua wewe kukaa na mtu bila kumjenga. Kwa hiyo mimi ninavyomjenga, ninavyompambania, ninavyomfokea na nini, akaona kama mimi labda anamuonea wivu, labda ananichukulia mimi kama yani mke mwenzia au sio? Sasa mimi mwanangu nimepagaa. Kwa sababu ya unyama wangu na unditu wangu babude. Mimi nimeona hapo nyumbani na mtimua aondoke, yani aamshe mwanangu mimi simtaki babude. Na nikitoka hapa nishakula vitu vyangu, misumari yangu ikakolea. Halmashauri yangu ya kichwa nasema hoya, bandito Tatiana kamtimua. Sasa mwanangu naona imekaa sawa kweli hiyo. Sikiliza jembe babude. Mimi sina cha kupoteza ujue. Sina baba, sina mama, sina babu, sina baby. Mimi nimesimama kama bewa la itigi au sio? Kwa hiyo chochote kwenye maisha yangu mimi kikipotea, kama nilikubali kupoteza wazazi itakuwa hiyo kinaba mmoja tu chomangili jicho chongo. Hebu nipe kwanza nali nioshe kitu kwanza tuongee vizuri mwanangu. Mwanangu. Batua hii njiti moja sigara mbili usimalize kibeliti. Sasa bwanangu. Ipo hivi.
Sasa unaonaje utafute mbugira yoyote tuli ukampasia dadako ili aishi naye Kibampani? Unaona imekaaje kuliko sema tu ile umchukue from nowhere ukamtupa? Unaona ime make sense bro? Umetumia gharama ngapi kumsomesha utakao uko mdogo? Lakini ukipata bwana shemeji wako mmoja hapa na pale, sikuelewi mazingira yako nini? Unamtimbia. Oya, hizi hapa. Oya babule. Mwanangu mimi wakati unaambia wewe nipe nali niwashe nikasema vipi tutafuta sigara mbili kijiwe kimoja. Kumbe ulikuwa unatafuta akili ya kunambia. Mwanangu oya. Hiyo imekaa. Tumalize hivyo. Oya. Sasa sikia mwanangu. Vichoji wako kibao hapa tauni. Alafu mimi siwezi kumfuata mtu mmoja nikamdandia nikamwambia oya. Mimi nina flagi mtani kwangu na bibie na binti na muozesha mtu akanikatalia kimazingira ninavyoishi na mtaani na maisha ya ukweli. Unaona sasa. Oya, kimazingira tushapata. Ndoto mwenyewe PC. Oya mwanetu. Yeye imeisha hiyo kaka. Ingia. Ingia. Karibu mzee. Shikamoo. Marhaba mwanangu. Hali vipi? Vipi? Mbona kama una wasiwasi mwanangu? Tatizo nini? Kwema baba. Lakini leo umenishangaza kidogo. Maana hujanipigia hata simu. Nishazoea kila ukitaka kuja unafikia hotelini then unanipigia simu. Lakini leo imekuwa tofauti. Kidogo imenipa mashaka. Asa mwanangu hilo tu. Mimi nimeona tu ngoja nije kutembelea mwanangu. Kwani kutembelea kuna matatizo? Sawa sawa. Vipi maisha? Maisha yako vizuri tu baba. Hata kama unasikia bado sawa. Haina shida. Maana elimu ndio kila kitu. Elimu ndio thamani ya mwanadamu. Elimu ndio joho la mwanadamu. Elimu ndio dira ya mwanadamu. Kama una elimu mwanangu utakuwa sawa na vile kapu tu. Soma mwanangu. Mimi nimeona tu nije nikutembelee. Na sina muda wa kukaa kwa sababu time is money. Muda ni mali sana mwanangu. Kwa nimeona je nikutembelee, kwa naendelea na mambo yangu mengine. Baba, lakini umesema kwamba umekuja kunisalimia. Wala watu wangekaa sali moja tukaongea maisha yanaendaje, alafu then ndo kaondoka. Lakini sio hivi tu kuja kidogo tu na kuondoka. Mwanangu, naangalia muda, sitaki kupoteza muda. Soma na kutafutia pesa kwa ajili ya school fees. Kwa sitaki nishangae. Mwana nimekuja tu mara moja kukusalimia, basi mimi naenda kutafuta michakato mingine mwanangu. Kuna tatizo kwani? Hatuwezi tukakaa tukazungumza hata nusu saa. Hata lisali moja walau. Maana umefika tu na kuondoka. Hakuna hata siku ambayo tumekaa tukazungumzia mazingira yote. Wewe ukifika tu yani mtu wa haraka. Mkaa basi msikiliza mwanangu, muda ni mali sana. Mwanangu, muda mali. Sawa baba. Soma mwanangu, soma. Soma mwanangu, soma. Soma baba. Kusoma ndo muhimu sana. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa.
wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Kwani wewe una matatizo gani wewe eh? Una matatizo gani? Yaani nakupa kazi ufanye ipasavyo. Unaona? Wewe unafikiri mimi pale shone mimi nimekupeleka kwa ajili ya nini? Nimekupeleka kwa ajili ya kufanya kazi. Na ndio maana watoto wa mjini wanasema hivi, usiwe kama masikio kama speaker za mnanda. Mimi nachotaka ufanye kazi. Nakupa kazi, fanya kazi, maliza kazi. Tuangaike na kazi zingine. Hamna bosi, kwanza kwenye hilo naomba unisamehe sana. Kwa sababu nimejitahidi sana kumtafuta huyo kijana. Kwa uwezo wangu wote nimetumia nguvu nyingi sana. Lakini sijapata bahati ya kuweza kumtambua. Ila na kuhakikishia nitapambana zaidi na zaidi ili niweze kufanya kazi yako na uweze kufurahia vile ninavyopambana. Unajua una akili legelege. Akili legelege inaangamiza mwili. Mimi nataka ufanye kazi, nakupa kazi, fanya kazi. Ndio maana yangu mimi. Sio unakuwa mzembe tu. Kwani wewe Patrick una matatizo gani? Eh? Kwani wewe hutaki kusikia? Kwani uelewi eh? Akili yako inaendeshwa na kamasi. Okay. Nimetoka huko mikoani kwa ajili ya kufuatilia biashara zangu sawa. Lakini wewe hutaki kuelewa, nakupa kazi ufanye kazi. Wewe unataka nikufanye kitu gani? Unataka nikufanye nini wewe? Unajua nitakuja kukufanya kitu kibaya hautakisahau katika maisha yako. Sawa bosi wangu nimekuelewa, lakini kwa hili naomba nikuombe radhi sana. Lakini pia kuna vitu ambavyo viko sawa ambavyo vinaweza vikawa ni sababu ya mimi kutokumpata kijana kwa wakati. Okay. Nimekuelewa vizuri. Kuwa makini siku zingine. Tena naomba uwe makini na uwe mwelevu. Hapa mjini wewe. Wewe unafuatilia kazi ipasavyo. Nadhani labda kama ningekuwa nimepata picha huyo kijana ningepata kwa urahisi zaidi, kwa sababu huenda labda amebadilisha tajina na ndio maana anateseka sana. Kuhusu picha wala usijali. Picha nitakupa na nitakupa maelekezo ufanye kazi. Na pia vile vile nataka nikupe kazi ya pili. Pia uifanye ipasavyo. So kama hii unavyotaka kuilegalega. Sawa Patrick? Na samani naweza nikauliza kuhusu hiyo kazi mpya ni kazi gani labda? Mimi ndio nimekwambia nitakupigia simu na nitakupa hiyo kazi. Wewe hofu yako ya nini? Una mashaka gani? Una wasiwasi gani? Au jiamini na kazi ambayo nitakupa? Unaanza kuwa na akili legelege tena kwa mara nyingine. Sawa. Nimekuelewa sana bosi wangu. Nashukuru kwa kunipa nafasi nyingine, lakini nadhani kuhusu uoga mimi sijai kuwa muoga katika kazi zote unazonipatia. Hicho ndio ninachokitaka hiko. Umesema si haba, upendo wa kweli unao, ila masikio hayazidi kichwa. Wewe bado we mdogo, maliza kwanza masomo, mambo ya mahusiano atafatia. Mana mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, hilo halitawezekana. Mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, hilo halitawezekana. Subira jambo la heri, usiye kurupukia mapenzi. Vumilia, usichanganye shule na mapenzi. Wewe nasoma kwanza, mapenzi utayakuta.
Mana mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, hilo litawezekana. Mapenzi na shule nachojua hayaendani. Unataka uwe na maishani, hilo halitawezekana.